Kwa mjibu wa waraka wa Mtakatifu Paulo wa Sita, Baba Mtakatifu anapoaga dunia, Kamelengo, yaani msimamizi mkuu wa nyumba ya kitume Apostolic Palace na mali za kitume Apostolic Heritage wa Dayosisi ya Roma, atathibitisha kifo cha Papa, hasa kwa kutaja jina lake la ubatizo mara 3 na kisha wataalamu wa kiafya kuthibitisha kifo chake. Ikumbukwe pia kuwa Kamelengo huthibitisha kifo cha Papa mbele ya mliturujia mkuu wa kipapa, yaani Papal Master of Ceremonies, na mbele ya wajumbe wengine wakao katika nyumba ya kipapa. Kisha pete ya kipapa ya uvuvi iliyo na jina la Papa itavunjwa na kuharibiwa na Kamelengo ili isitumiwe tena na mtu mwingine. Cheti rasmi cha kifo cha Papa hutolewa na kiti chake kutangazwa wazi. Lakini pia ikiwa Baba Mtakatifu alikuwa ameandika wosia na kumteua mosia huyo atatoa taarifa juu ya wosia huo kwa Papa mpya tu. Itampasa Kamelengo kumjulisha Kardinali Wakili, yaani Vika wa jiji la Roma, ambaye atawajulisha waumini wa Dayosisi ya Roma. Ikumbukwe kwa kawaida Baba Mtakatifu kama askofu wa Dayosisi ya Roma anakuwa na mawakili, yani Vicars General wawili, Kardinali Wakili wa jiji la Roma na Kardinali Wakili wa jiji dola la Vatikano. Itambidi Kamelengo kufunga kwa muhuri maalum vyumba vyote vya kipapa. Kuhusu mazishi ya Papa, baada ya kifo cha Papa kuna kuwepo na siku 9 za maombolezo, na mazishi hufanyika kati ya siku ya 4 na ya 6 baada ya kifo, isipokuwa kama kuna sababu maalum. Kama Papa hakusema vinginevyo wakati wa uhai wake, kwa kawaida mazishi ya Papa hufanyika ndani ya Basilika ya Mtakatifu Petro, ambapo mwili wa Papa utawekwa kwa lengo la kupewa heshima. Ni hapa alikozikwa Mtume Petero, yule mwamba ambaye Kristo aliahidi kujenga kanisa lake, ambaye mapokeo ya kanisa Katoliki humtambua kama Papa wa kwanza aliyeongoza kanisa kwa miaka 34 tangu mwaka wa 30 hadi 64 mbele ya wengine 266 hadi kwa Papa Francisco. Utaratibu wa kumtafuta kiongozi mpya wa kanisa hilo unatarajiwa kuanza kati ya siku ya 15 na siku ya 20, ambapo makardinali watapiga kura. Makardinali watakusanyika kwa mkutano maalum wa faragha almaarufu conclave kwa lengo la kumchagua Papa wa kumrithi mwenda zake. Makardinali wanatengewa eneo ndani ya jiji la Vatikano pasipo kuwasiliana na watu wa nje wakati wote wa mkutano wa faragha. Theluthi 2 kuongeza kura moja zitahitajika kumtangaza Papa. Baba Mtakatifu aliyechaguliwa atavaa kanzu nyeupe akiwa ndani ya chumba cha machozi kabla hajarudi kwenye chumba cha faragha. Hakuna kardinali mwenye umri zaidi ya miaka 80 anakubaliwa kushiriki mkutano wa kumchagua Papa. Moshi mweusi huashiria kwamba hawajafikia makubaliano ya atakayechukua usukani kama Papa mpya, huku moshi mweupe unapotoka unaashiria makubaliano. Tangazo rasmi la uwepo wa Baba Mtakatifu mpya linatolewa hadharani. Kwa mjibu wa waraka wa Universi Dominis Gregis wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, kiti cha kitume kinapokuwa wazi, makardinali hawatakuwa na mamlaka juu ya shughuli zote zilizomhusu Papa wakati wa uhai wake au yaliyohusu ofisi yake kama Papa. Mambo hayo yote yatamsubiri Baba Mtakatifu mpya atakayemrithi. Wakati kiti cha kitume kinapokuwa wazi, almaarufu sede vacante, utawala wa kanisa unakuwa mikononi mwa baraza la makardinali kwa mambo yale tu ambayo hayawezi kuahirishwa na kwa mambo yanayohusu maandalizi ya kumchagua Papa. Kama kuna jambo litajitokeza ambalo haliwezi kuahirishwa, baraza la makardinali litashughulikia jambo hilo na kutoa jibu kwa mujibu wa kauli ya makardinali walio wengi. Makardinali 135 wanatarajiwa kupiga kura. 108 walichaguliwa na Papa Francisco, miongoni mwao ni 18 kutoka barani Afrika. Papa Francis, ambaye jina lake halisi ni Jorge Mario Bergoglio, alichaguliwa kuwa Papa tarehe 13 Machi mwaka 2013 kuchukua nafasi ya Papa Benedikto wa 16 aliyeongoza kati ya mwaka 2005 hadi 2013.